Amen. Haya, vision. Matangazo ya leo ni kama ifuatavyo. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 5 2025. Ibada zetu huanza saa 3 kamili hadi saa 3:50. Hiyo ni maombezi, devotion. Saa 3:50 hadi saa 3:30 ni Bible study. Saa 4:30 hadi saa 6:30 ni main service ambayo tuko. Tukiingia katika sehemu ya ushirika, ushirika wa Wednesday, ushirika wa watu wote Wednesday, si wa mama, ni watu wote. Bethlehem wataenda kwa Yvonne Simiu. Kuna Yvonne Simiu kwa mkutano. Ameingia ama mtu yake ameingia yote, atupe direction. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa neema ambazo Bwana ametupa kuwa katika mkutano wa siku ya leo. Tunasema ni asante. Asante kwa ajili ya kukuja, na tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Na sisitiza tu matangazo machache, lakini kabla sijasisitiza ya kushukuru Mungu siku hii ya leo kwa upendo na neema kubwa ambayo ametuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuamka na kuona siku na hata kuingia nyumbani mwa Bwana hatuchukulii kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakika tuna sababu ya kumwambia Mungu wetu ni asante kwa ajili ya upendo huu ambao ametupendelea siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa ajili ya wageni, karibuni. Wageni wote wenye wako ndani ya nyumba wananijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Mama Stacy karibu. Ndugu mkubwa karibu. Baba Jerry karibu. Hata Samu wako ndani ya nyumba na wangu tusalimia. Samu simama ufanye, tumekumizi kwa muda mrefu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukaweza kutusaidia kushika na kulielewa neno. Tusiwasikize aje tu Bwana, bali tuwe tena watendaji wa neno Bwana. Tunakushangilia. Tunakupa sadaka ya makofi. Kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingine tena na wakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Asante kwa wote kwa ajili ya Mungu kuwapa neema kuwa katika ibada ya asubuhi ya leo, na ninajua tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba tufungue katika kitabu cha Proverbs Mithali 18 mstari wa 21. Ni neno tumelisoma mara nyingi, lakini hata asubuhi ya leo ninajua kwamba Bwana ataenda kutuhudumia katika njia kubwa na ya ajabu katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari wa 21. Mithali 18 mstari wa 21. Haya, tusome pamoja. Mauti na uzima huwa katika uweza, na wao upendao watakula matunda yake. Arudi tu nyuma kidogo tena tusome katika Proverbs 6. Proverbs 6 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mbinguni ni mahali pangu pa kuketi,
na duniani ni mahali pangu pa kuweka miguu. Kwa hivyo Mungu ana miguu. Biblia inasema mtaniita na mimi nitawaitikia. Kwa hivyo Mungu ana masikio, huwa anasikia kilio cha watu wake. Jina la Bwana litukuzwe sana. Biblia inasema nitaangalia ulimwenguni nione kama kunaye mtu mwenye haki ambaye atanitafuta. Kwa hivyo Mungu anaona. Biblia inasema nitatembea katikati yao na katikati yao nitatenda mambo makubwa. Kwa hivyo Mungu anatembea. Mungu ni kama mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Ambia jirani yako umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na kwa sababu sisi ni mfano wa Mungu, katika Genesis chapter 1 tunaona Mungu sasa mwenyewe akiwa katika shughuli za uumbaji. Mungu anakaa, anaona dunia imejaa giza, hakuna nuru, hakuna mwanga. Mungu anasema na kuwe nuru, na nuru inakuweko. Mungu anaangalia, anaona maji yamejaa ulimwengu mzima. Mungu anasema maji ya juu na maji ya chini yaachane. Maji yakikusanya yakuwe mahali pamoja. Maji yalipojikusanya, Mungu akasema hiyo ni bahari. Nchi iliyobaki kavu, Mungu akasema hiyo nayo ni nchi. Mungu akafanya uumbaji kupitia kwa maneno ya kinywa chake. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mungu akasema nchi itoe matunda, na nchi ikaanza kutoa matunda. Kwa sababu gani? Kuna uweza wa uzima na mauti katika kinywa cha mtakatifu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yanaweza kuweka uzima, na maneno yanaweza kuua. Maneno yanaweza kuhuisha, na maneno yanaweza kumaliza. Maneno yanaweza kujenga, na maneno yanaweza kubomoa. Maneno yanaweza kusongesha mbele na hata kurudisha nyuma. Kuna nguvu katika maneno. Kile unazungumza, kile unanena wapendwa, kina nguvu katika ulimwengu wa kiroho. Usikubali kusema umewezwa, afadhali kunyamaza kuliko kukiri kushindwa, kwa sababu kuna nguvu katika maneno yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Mithali amesemaje mlango wa 6? Amesema kwa maneno ya kinywa chako wewe unanaswa. Ama alisemaje? Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Wapendwa, Shetani anakupeleka, anakufikisha mahali anajua hakuna kitu kitafanyika kama hautasema. Anakufikiria kona, anaongoja useme mimi nimekwisha, anakutega na hiyo maneno. Jina la Bwana litukuzwe sana. Umeifika mahali umefanya makosa, hapo anakuuliza ulifanyaje? Atinajua tu mimi nilikuwa naenda, najua hii watoto wako vituko. Sasa ingine anakujanga amekuaruswa hapa. Sasa unamuuliza nini ulifanya? Ati mimi sijui. Sasa namuuliza kichwa ilitoka ikaenda ikakuaruswa halafu ikarudi ikajirudisha. Ati hapana, sisi tulikuwa tunacheza tu hapo halafu sijui nini niliko. Sasa ninaogoja anipe kula na kunitege na nitajua kweli ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Unategwa kwa maneno yako. Mithali inasema unashikwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo kuna nguvu katika maneno. Maneno yako yatumie vizuri kwa ajili ya maisha yako. Maneno yako yatumie vizuri kwa ajili ya kujenga jamii yako. Maneno yako yatumie vizuri kwa ajili ya kukuza talanta ambayo Mungu amekupea. Maneno yako yatumie vizuri kwa ajili ya kuleta uhai katika hiyo hali ambayo inaonekana inakufa katika maisha yako. Zaburi ya kujitia moyo. Nafikiri utaandika, utasomea mbele. Zaburi ya 118 kwenye tulikuwa ushirika tulisoma kidogo. Daudi kuna mambo anaongea mahali hapa. Anasema katika mstari wa 5, katika shida yangu nalimuita Bwana. Yes. Yaani ni zaburi ya kujitia moyo. So yeye anasema katika shida yangu nalimuita Bwana. Na alipomuita Bwana, Bwana akafanya nini? Bwana akamjibu. Kumbe tukimuita Mungu, Mungu hutujibu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mstari wa 6 anasema Bwana akiwa upande wangu, mimi sitaogopa. Anajitia moyo. Kumbe Bwana akiwa pamoja na yeye, Bwana akiwa upande wake,
alifanya nini? Bwana akanisaidia. Wapendwa, hata ukisukuma ufike mwisho usinene negative. Bwana atakusaidia. Lakini kuna jambo linanifurahisha katika hiyo Zaburi. Alipofika mstari wa 17, akaona kumbe hata kama Bwana ananisaidia. Akaona kumbe hata kama Bwana anasimama pamoja na mimi. Kumbe adui yangu ni mimi mwenyewe. Bwana anaweza kuwa ananisaidia. Bwana anaweza kuwa ananiokoa. Bwana anaweza kuwa ananipigania kinyume cha adui zangu. Lakini nisipoamua mimi mwenyewe kujinenea mambo ya uzima, wapendwa, nitakufa. Daudi mstari wa 17 akaangalia, akaona hata kama Bwana amemsaidia, akaamua kusema namna gani? Mimi sitakufa, lakini nitaishi. Niafanye nini? Nisimulie nini? Matendo ya Bwana. Sisi kama unashika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi, nataka sasa uangalie. Huyu ni Daudi. Amesema vile Bwana anaweza kumsaidia. Anasema vile Bwana anampigania. Anasema vile adui zake wamemwinukia kama nyuki. Amesema vile amesukumwa apate kuanguka, lakini hakuanguka. Bwana akamsaidia. Lakini Daudi akaangalia, akaona hata kama Bwana ananisaidia, kumbe mimi ndiye adui yangu. Akajiambia, akajiangalia. Tunasema kujiita kama mkutano. Akajiangalia, akasema wewe mimi. Sijui kama hiyo ni Kiswahili, nisijui, lakini ushike. Angalia macho vile wanadamu tunaangalianga. Wapendwa, tukiangalia ukiwa chini tunasema hautainuka tena. Tukiangalia tukiona unashindwa tunasema hautasimama tena. Lakini wewe unajua kile unataka. Daudi Samueli akasema, wanadamu utazama nje, wanadamu utazama sura, lakini Mungu, wapendwa, hatazami kama wanadamu. Mungu utazama moyo. Kwa hiyo wakati watu wanasema hautafaulu, si makosa yao, ni kulingana na vile unaona. Jina la Bwana litukuzwe sana. Watu wakisema unaisha, si makosa yao, ni kutegemea vile wanafanya nini. Lakini wewe una uzima na mauti katika kinywa chako. Tangazia hiyo hali katika jina la Yesu. Kuna nguvu katika maneno. Jina la Bwana litukuzwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Daudi akaamua kujitangazia, mimi sitakufa. Hata kama adui wananivamia kama nyuki, wapendwa, sitakufa. Hata kama adui wananivu. Exodus 14 verse 11 and 12. Verses 11 and 12. The Bible says like this. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? 12. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tu watumikie wa Misri. Inasemaje? Joshua 6:26. Biblia inasema hivi, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Najua upeka foundation, alafu bahati mbaya mtoto akufe, akili yako itakwambia alikufa tu. Alikufa tu, ni bahati mbaya. Na uchukue zingine kama 8 ama mwaka moja kujenga. Siku ya kuweka gate, hata ukumbuki siku ya foundation kuna mtoto alikufa. Siku ya kuweka gate, mwingine naye anakufa. Hii ni kawaida. Lakini Joshua, maneno aliyokuwa amesema yalikuja yakatimia baada ya miaka mingi sana. Wana wa Israeli wakaenda wakapata nchi ya ahadi. Wana wa Israeli wakagawana mashamba. Wana wa Israeli wafalme wakaanza kutawala. Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa nani? Nataka nijue wewe unasoma kama Biblia. Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa nani? Baada ya Sauli? Daudi. Mstari wa 38 usome. First Kings 16. Inafika 34. Ni first ama ni second?
Second 16. Inafika 20. Hiyo basi. Tukainuka mfalme. Unakumbuka Joshua alisemaje? Mmoja atajenga basi bodi afanye nini? Akiweka msingi. Na akimaliza lazima wa kiume afanye nini? Akupe. Sasa yeye Betheli akajenga Yeriko. Akatia msingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza. Na akayaweka malango yake kwa kufiliwa na mwana wake mdogo Segebu, sawasawa na neno la Bwana lililomjia kwa Yoshua mwana wa Nuni. Wapendwa, maneno yana nguvu. Wakati Joshua alisema ilionekana kama haitawezekana, lakini Joshua akakuja akakufa wakati yeye Yoshua yuko. Kizazi chenye kilikuwepo hakiyuko, lakini maneno ambayo Joshua alisema yangali yamesimama. Huyu mfalme akafika mahali Mungu amemuinua, akaona sasa ni kujenga Jericho, na hakukumbuka kwamba kuna maneno yalisemwa. Alipoweka foundation, firstborn akakufa. Alipoweka gate, lastborn akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana tunawaambianga wakati umenunua unaenda kujenga, ita kuhani ya ule, kwa sababu ujui hapo paliongewa na nani na kuliongewa nini. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha kuita mchungaji sasa kwa peke yake. Itake siku ya kuweka foundation. Huyu mfalme angejua kuna mambo yalikuwa yamenenwa, atakuje kuhani, akuje aombe kwa ajili ya kuweka msingi wa pendo wa watoto yake wangekufa. Hawangekufa. Haki Mungu siabariki na saidie basi bwana. Ghadhabu ya Mungu mara nyingi inakaa imelala kwa passport. Ni free passport. Sasa hapa passport ya kufa kwa sababu ya makosa yenye yake baba yake akiamua kujenga. Wakati unataka kujenga ile hiyo nchi yopewe. Haitawasaidia mtu. Wapendwa, mwenye aliyetua hatasaidiwa akapuuzia wewe. Na hakusema haitasaidia jamii yake, anasema isiwasaidia mtu. Wewe unaangukia kwa huyu mtu mwenye unakuja kuinua. Na unaweka na hujui. Unaishi hapo alikusaidii, shamba ni kubwa alikusaidii, mali nyingi ilikuwa pendwa. Ni vizuri kutafuta Mungu, isikuwe kuna mtu alinena jambo ambalo lingali limesimama. Hiyo tutajifunza siku nyingine. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ikifika hapo tunaambia Mungu katika Psalms ya 19:4, Bwana, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu wacha yapate kibali mbele zako. Chunga maneno yako. Ukiona mambo hayendi vile unataka, wacha mambo mengi, anza kuielekeza. Tukuza kusaidiwa na Mungu na Mungu atakuja katika jina la Yesu. Naomba tusimame mchana wa leo katika jina la Yesu. Maneno yetu yana nguvu. Maneno yetu yana nguvu. Tusisemange tu jambo lolote. Tumwambie Bwana atusaidie. Maneno yetu yaelekeze maisha yetu. Maneno yetu yaelekeze kazi zetu. Maneno yetu yaelekeze jamii zetu. Kuna nguvu, kuna uzima na kuna mauti katika vinywa vyetu. Wapendwa, tunaweza tengeneza hiyo hali ambayo inaonekana haibadiliki. Tunaweza kuendelea kila siku mema. Tunaweza kuendelea kila siku mazuri, na Bwana ana uwezo wa kubadilisha. Naomba tuinue mikono yetu kwa Bwana mchana.